Msituni kulikuwa na swala jike mwenye mimba aliyekuwa anatafuta sehemu tulivu na salama ya kuzaa. Baada ya kutakatanga kwa muda mrefu, alikutana na nyasi ndefu na nzito karibu na mto. Akaona hapa ndipo mahali pazuri pa kuzaa. Mara tu alipokaa pale, uchungu wa kuzaa ukaanza. Ghafla mawingu meusi yakakusanyika angani. Dhoruba ilikuwa inakuja na radi zilianza kupiga, zikaufanya msitu uonekane wa kutisha zaidi. Swala akaangalia upande wa kulia, akaangalia upande wa kushoto, akamwona mwindaji akiwa anamlenga na mshale. Moja kwa moja, kwa hofu, akaangalia upande wa kushoto. Palikuwa na simba mwenye njaa tayari kumrukia, na mbele yake nyasi kavu zilikuwa zinawaka moto. Nyuma yake mto ulikuwa unafurika na maji yakikimbia kwa nguvu sana. Kila upande ulikuwa hatari. Hakika alikiona kifo kimemzunguka kutoka pande zote. Swala yule asiye na msaada angefanya nini? Je, angepona? Je, angeweza kuzaa pale na mtoto wake angeishi? Je, moto ungeunguza kila kitu? Au angeuawa na mshale na mwindaji ama kuliwa na simba? Katika wakati huo wa kutisha, swala alifanya uamuzi. Aliacha kuogopa, akajikita tu kwenye jukumu lake la kuzaa. Alijisalimisha na kuwekeza nguvu na mawazo yake katika kumlea mtoto wake akiwa duniani. Kisha mfululizo wa matukio ya ajabu ukatokea. Radi kali ilipomfusha mwindaji pale pale alipokuwa anaachia mshale, mshale ukamkosa swala, badala yake ukampiga simba jichoni. Simba kaunguruma kwa maumivu na kukimbia msituni. Mwindaji alipoona simba amemjeruhi, naye pia akakimbia kwa hofu. Wakati huo huo, mvua kubwa ikaanza kunyesha, ikazima moto wote msituni. Na katika dakika hizo za lala salama, swala akafanikiwa kuzaa mtoto wake salama kabisa. Sasa basi, funzo katika hadithi. Maishani kuna nyakati tunazozungukwa na matatizo kila upande na hatujui nini tufanye. Badala ya kupaniki, ni bora kuzingatia wajibu na jambo la muhimu zaidi kwa wakati huo. Mengine tumwachie Mungu au hatima. Ukiwa na imani, subira na umakini, mambo ya ajabu huweza kutokea. Unapoingia mwaka mpya, kuwa jasiri, kuwa mwenye nguvu na kuwa na mtu mwenye upeo wa hali ya juu. Jenga malengo yako na nguvu yako na imani juu ya kile ambacho unakifanya. Ujasiri ni ngao pekee. Ujasiri ni nguvu. Ujasiri ni sehemu pekee ambayo itakufanya utoke hatua moja kwenda hatua nyingine. Utakuwa kamili na timamu. Ni mimi Yusuf Mpate, asante and I'm sign out.